Asante kwa kuendelea kuitazama Sauti Yetu TV. Kama bado hujasubscribe Sauti Yetu TV, gusa kitufe chenye alama nyekundu kisha alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari na matukio mbalimbali. Hii ni Sauti Yetu TV. Tutambue pia uwepo wa wazazi, walezi na watoto wenye ualbino, viongozi wa dini, wataalamu kutoka kwenye halmashauri zetu, wawakilishi wa taasisi za serikali na mashirika yasiyo ya kiserikali kutoka Zanzibar na Tanzania bara, wadau wa maendeleo, ndugu zangu waandishi wa habari, pamoja na washiriki wote wa kongamano hili la leo. Mengi yameeleza mwenyekiti wa chama chetu hiki katika taarifa yake ya utangulizi kwamba walikuja katika mkoa wetu wa Kilimanjaro wakitueleza kwamba wana dhamira ya kufanya maadhimisho ya kongamano hili la kujenga uelewa kuhusu ualbino katika mkoa wetu, na kwamba shughuli mbalimbali zingeanza kuanzia tarehe 10 mpaka tarehe ya 13 ambayo ni kilele. Walipotueleza nia yao hiyo, sisi kama mkoa, lakini pia wakatuletea na barua, tukasema sisi ni nani hadi tushindwe kuliandaa kongamano hili muhimu kabisa kwa ndugu zetu wenye ualbino katika mkoa wetu wa Kilimanjaro na Tanzania. Kwa hiyo awali ya yote nipende kutoa pongezi na shukrani za dhati kabisa kwa mwenyekiti wa chama cha watu wenye ualbino pamoja na viongozi wenzako wote wa taifa na katika mkoa kwa kuamua kulileta kongamano hili katika mkoa wetu wa Kilimanjaro, kwa sababu mikoa iko mingi. Mngeweza kabisa mkapeleka shughuli hii katika mkoa mingine, lakini mkaona kuna umuhimu mtushirikishe sisi wenzenu wa Kilimanjaro, na sisi tu ni sehemu ya kusherekea mafanikio haya chama chetu hiki cha ualbino. Kwa hiyo tunawashukuru sana na tuko tayari kuendelea kushirikiana na ninyi wakati wowote, mahali popote, katika shughuli zenu mnazozifanya. Lakini kwa ujumla, kwa siku hii ya leo, kipekee kabisa tumshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye ni mwingi wa rehema, ametujalia tumeamka tukiwa na afya njema, tukiwa salama, na sote tumejumuika hapa kwa ajili ya kongamano hili muhimu la kujenga uelewa kuhusu ualbino ambalo limeandaliwa katika kuadhimisha siku ya kimataifa ya uelewa kuhusu ualbino ya mwaka 2026. Napenda pia kuchukua nafasi hii kwa niaba ya watumishi wote wa mkoa wa Kilimanjaro, lakini pia kwa niaba ya mkuu wetu wa mkoa Mheshimiwa Nurdin Hassan Babu kuwakaribisha washiriki wote wa kongamano hili katika mkoa wetu wa Kilimanjaro na halmashauri zake zote. Ushiriki wenu katika kongamano hili unaonyesha dhamira ya pamoja ya kujenga jamii yenye uelewa sahihi kuhusu ualbino ambayo inaheshimu haki, usawa na utu wa kila mwananchi. Ndugu zangu washiriki, ni kwamba siku ya kimataifa ya uelewa kuhusu ualbino huwa inaadhimishwa duniani kote kila ifikapo tarehe 13 Juni ya kila mwaka, ambayo itakuwa ni kesho. Lengo na madhumuni ni kuongeza uelewa wa jamii kuhusu ualbino, kuondoa dhana potofu
kupambana na unyanyapaa, lakini kuhimiza ujumuishaji wa watu wenye ualbino katika nyanja zote za maendeleo. Hilo ndio dhamira na dhumuni la kuadhimisha siku hii ya ualbino duniani. Na sisi kama sehemu ya dunia, Tanzania hatuko nyuma katika kuadhimisha siku ya adhimu na muhimu kabisa kwa ndugu zetu wenye ualbino. Kauli mbiu ya maadhimisho ya mwaka huu wa 2026 ni wezesha watu wenye ualbino kwa maendeleo jumuishi na endelevu. Kauli mbiu hii inatoa wito kwa serikali, sekta binafsi, asasi za kiraia na kijamii kwa ujumla kuhakikisha kuwa watu wenye ualbino wanapewa fursa sawa za kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya kijamii, kiuchumi na kisiasa. Ndugu zangu washiriki, nafahamu dhahiri kwamba leo katika kongamano hili kutakuwa na mjadala mzito unaohusu mada kuu 4 ambazo zimeandaliwa kwa umahiri mkubwa, zimechaguliwa kwa sababu ambazo zina tija kubwa na umuhimu mkubwa sana kwa ndugu zetu na marafiki zetu wenye ualbino. Mada hizi 4 ni kama ifuatavyo. Mada ya kwanza itahusu uelewa kuhusu ualbino, kujikinga na jua na kudhibiti saratani ya ngozi. Hii ni mada muhimu ambapo wataalamu na watu ambao wana uzoefu watawasilisha na washiriki wote watapata fursa ya kuchangia na kutoa maoni yao. Lakini mada ya pili ni kuhusu malezi na matunzo ya watu wenye ualbino. Hii nayo ni moja ya mada ambayo itawasilishwa kwenye kongamano hili la leo ili kujenga uelewa pamoja kuhusiana na masuala haya ya ualbino. Na mada ya tatu itahusu ukatili wa kijinsia na ukatili dhidi ya watu wenye ualbino. Bado vitendo hivi vipo katika baadhi ya maeneo, japo sio kwa ukubwa huo, lakini ni mambo ambayo lazima tuyaseme, tuyazungumze, tuyakemee mara kwa mara, kwa sababu ni kinyume cha haki za binadamu na hata mbele za Mwenyezi Mungu. Lakini mada ya 4 itakuwa ni ufikiaji wa fursa mbalimbali za kiuchumi zinazotolewa na serikali. Watu wenye ualbino wakiwa kama ni sehemu ya Watanzania, wanayo haki ya kutambua fursa mbalimbali zinazotolewa na serikali za kiuchumi, za kijamii na maendeleo kwa ujumla, ili wazifahamu na waweze kuzichangamkia kwa ajili ya kuboresha mustakabali wa maisha yao. Kwa hiyo mada hii pia itazungumzwa hapa na itabainishwa dhahiri ili fursa hizi ziweze kuchangamkiwa na wenzetu wenye kundi hili la ualbino. Kwa hiyo mimi binafsi nipende kuwapongeza na niwashukuru sana waliochagua mada hizi, kwani ni mada ambazo zinagusa nyanja zote za kulinda, kuwafikia na kuwahudumia ndugu zetu wenye ualbino.